بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا بها جنتك العليا، وعلى آله وصحبه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها المستمعون الكرام، أولا أوصيكم بتقوى الله جل جلاله. Ndugu zangu Waislamu wapenzi na watazamaji wa Msewa Online TV, thamani ya Uislamu, tumekutana kwa mara nyingine tena katika kupeana darsa fupi ambazo zitakazoweza kutusaidia maishani mwetu. Kihakika kabisa, kwa siku ya leo nitakuleteni mada itakayobeba maudhui mazima, imani. Ndio mada tutakayoizungumzia, al-iman. Iman. Mal iman? Imani ni nini? Al-iman huwa tasdiqu al-qalbi biwujudi al-khaliq. Imani ni kukubali kwa moyo. Hiyo ndio imani. Biwujudi al-khaliq, kupatikana kwa muumba, kwamba katika moyo wako ukubali kwamba wewe umeumbwa na Mwenyezi Mungu. Biwujudi al-khaliq, kupatikana kwa Allah. Tena umfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mutaswifun bikulli kamali, amesifika na kila sifa ya ukamilifu, munazzahu an kulli naqsin, na ameepukana na kila sifa ya upungufu. Sasa ili wewe uwe muumini, ni lazima kabisa uendane na zile nguzo sita za imani. Zimegawanyishwa zile nguzo za imani, zimegawanyika. Tukiangalia nguzo ya kwanza, antu'mina billah, kumwamini Mwenyezi Mungu, kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladhi khalaqa kulla shay'in, yeye ndo aliumba kila kitu, wa awjadana fi hadha al-alami, na akaviweka katika ulimwengu. Lazima umwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malaikatihi, lakini pia katika imani ya mtu aamini katika moyo wake kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatuma mitume. Uamini hao mitume. Al-madhkur fil Qur'an, walotajwa katika Qur'ani mitume ni 25. Mitume 25 ambao walotajwa ndani ya Qur'ani tukufu. Sasa wewe ili uwe na imani, ujulikane kabisa wewe al-mu'min, wewe ni muumini, lazima uamini mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa jambo la tatu katika ile mgawanyiko wa nguzo za imani, wa malaikatihi, na kuamini malaika wake. Al-malaikatu kathirun, malaika ni wengi sana, wengi, lakini kuna wale 10 ambao ndo mashuhuri wenye kujulikana.
Jibril, Mikail, Israfil na wengine. Kwa hiyo inatakiwa wewe muumini, lazima mtu ambao ulioambatana katika moyo wake na imani, lazima ujue malaika hao, uamini malaika hao na walotaji. Lakini pia katika nguzo, miongoni mwa nguzo za imani, wa kutubihi, na kuamini vitabu vyake Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yadhkuruna fil Qur'ani, ambavyo vitu ambavyo, yani vitabu ambavyo vimetajwa ndani ya Qur'ani, ambao Taurati, Zaburi, Injili wal Qur'an. Hivi ni vitabu inatakiwa wewe muumini uweze uviamini. Sasa haya yote haya inatakiwa uyaamini katika moyo wako. Uyaamini, amini kwenye moyo. Lakini nyingine, wal yawmil akhir, kuamini siku ya mwisho. Lazima uamini kwamba kuna siku ambayo watu watakusanywa, na ndani ya kukusanywa kwake watalipwa. Watakaoenda peponi watakwenda, watakaoenda motoni wataenda. Wal yawmil akhir, kwamba siku hiyo kila mtu atalipwa kutokana na yale anayoyafanya katika ulimwengu. Lakini wabil qadar, kuamini qadar bimaana uweza, kujua kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kila kitu, ashindwi. Kwa wewe ambaye unatakiwa katika imani yako iingie katika hizi nguzo hizi sita, ziingie katika moyo wako, moyo uambatane na vitendo. Sasa al-iman wa tasdiqul qalbi biwujudi al-khaliq. Imani ni kukubali kwa moyo kupatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa utakuta kuna baadhi ya watu katika mitazamo yao wanasema Mungu hakuna. Hizi ni vitu, hivi ni vitu ambavyo vya ajabu sana. Na ukitaka kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wewe simama tu alafu iangalie mbingu jinsi ilivyo. Angalia ardhi jinsi ilivyotandikwa. Lakini pia jiangalie wewe, nyajitathmini wewe jinsi ulivyoumbwa. Lazima akili yako itakujengea na moyo wako utakubaliana kwamba kweli Allah subhanahu wa ta'ala yupo na ndiye Rabbul Alamin, ndiyo Bwana wa viumbe vyote. Kwa hiyo ukitaka kuwa na imani sahihi, ni lazima ufuate hizi nguzo sita za imani, na wewe ndio utakuwa mtu ambaye al-aminu. Katika zile aya zinazoambiwa ya ayyuhalladhina amanu, yenye ambao mloamini, basi na wewe pia unakuwemo ndani yake, kwa sababu umesadikisha kabisa kwamba Mwenyezi Mungu yupo, lakini malaika wake, mitume wake, ila akhiri zile nguzo mpaka mwisho wake. Kwa hiyo inatakikana sisi wenye imani lazima tuambatane na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuacha yale makatazo anayo tukataza. Mungu atukukataza usifanye hivi, wewe haitakiwi kufanya jeuri, na wala una khiari kusema, kwa sababu wewe ni muumini, lazima ufuate yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Lakini ukiwa jeuri, basi unakuwa asi, Sasa na sio katika tamaduni. Inatakiwa sisi tuwe waumini wa kweli. Muumini wa kweli ni yule anakatazika. Ukiambiwa huku usiende, ukisifanye hivi, unatakiwa uache. Leo hii katika hasara kubwa, mtu anakuambia tu bwana kubeti. Ukishaambiwa kubeti ni kamari ile, lakini mtu anakuambia kubeti bwana ni kubashiri. Yani wanatengenezea tu ili mradi, lakini kiuhakika kubeti ni haramu na ni kamari ile. Tuache hivi vitu,
ili tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo imani imebeba vitu 6 muhimu. Inatakiwa ndugu zangu watazamaji wa Msewa Online TV Thamani ya Uislamu tuweze kuondoka nayo na kuweza kuyafanyia kazi haya, ili mradi tutakuwa tunapeana darasa kila siku na kwa kila wiki, ili mradi kwamba kila mtu apate faida maishani mwake, kaburini na akhira. Mtu akae katika njia iliyokuwa sahihi kabisa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufungulie milango ya riziki, lakini pia atujalie kwa haya tunayozungumza atufanye ndio katika njia ya kheri, na ikiwezekana Allah Subhanahu wa Ta'ala tunamwomba aweze kutuingiza katika pepo yake kwa ukarimu wake na kwa rehema zake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.